Hii ni moja ya simulizi ambayo mtazamaji itakuacha na mshangao mkubwa. Hakika siku zote usimdharau mtu. Sikiliza na kutazama simulizi hii mwanzo mpaka mwisho. Tunaanza kama ifuatavyo. Kulikuwa na kampuni moja kubwa sana iliyojulikana kwa jina la Ufanisi Group Limited. Kampuni hiyo ilikuwa ni maarufu sana katika jiji. Hii ni kutokana na mafanikio yake makubwa katika biashara zao mbalimbali. Watu wengi walitamani sana kufanya kazi hapo. Ndani ya kampuni hiyo kulikuwa na wafanyakazi wengi sana, lakini jambo la ajabu ni kwamba idadi kubwa ya wafanyakazi walikuwa wanawake. Wengi wao walikuwa wameajiriwa katika idara mbalimbali kama uhasibu, masoko, huduma kwa wateja na uongozi wa ofisi. Kwa nje kampuni hiyo ilionekana kuwa nzuri sana. Watu waliamini kuwa ni sehemu yenye utaratibu na heshima kubwa kwa wafanyakazi. Lakini ndani ya kampuni kulikuwa na siri nzito ambayo watu wa nje hawakuijua. Kulikuwa na tabia mbaya sana iliyokuwa imezoeleka. Baadhi ya wafanyakazi wa ofisi waliwanyanyasa sana wafanyakazi wa usafi. Wafanyakazi wa usafi walikuwa wakitukanwa, kuchekwa na kudhalilishwa kila siku. Wengine walitumwa kazi nyingi sana zisizo na huruma. Wakati mwingine walimwagiwa maji makusudi ili walazimike kusafisha tena na sehemu walizokuwa wameshamaliza kufanya usafi. Siku moja, mfanyakazi mmoja wa usafi aitwaye Rehema alikuwa analia kwenye kona ya jengo baada ya kudhalilishwa mbele ya watu. Mwingine akamwambia kwa huzuni, "Rehema, mimi pia nimechoka na hii kazi. Watu hawa hawatuoni kama ni binadamu. Kwa nini wanatunyanyasa sana? Au kwa kuwa wao wapo katika vitengo vya juu?" Hayo ni maneno ambayo alikuwa akiyazungumza rafiki yake na Rehema mara baada ya kuona kazi imeshakuwa nzito. Kila siku wao wananyanyasika hapo ofisini. Ndani ya miezi michache wafanyakazi kadhaa wa usafi walikuwa wameacha kazi kwa sababu ya mateso hayo. Lakini jambo hilo halikujulikana na uongozi wa juu wa kampuni kwa sababu malalamiko yalikuwa hayafiki kwa viongozi wakubwa. Mmiliki wa kampuni alikuwa ni mwanamke mmoja mzee sana aliyekuwa akiheshimika sana katika jamii. Jina lake lilikuwa ni Mama Neema. Mama Neema hakuwa akionekana sana ofisini kwa sababu mara nyingi alikuwa anasimamia miradi ya kampuni katika maeneo tofauti. Siku moja alipokea taarifa kutoka kwa mtu mmoja aliyekuwa mfanyakazi wa zamani wa usafi pale katika ofisi yake na kumwambia, "Mama, ndani ya kampuni yako kuna mateso makubwa kwa wafanyakazi wa usafi." Mama Neema alishtuka sana kusikia habari hiyo. Hakutaka kuamini mara moja, lakini pia hakutaka kupuuza taarifa hizo. Hivyo basi alikaa kimya kwa muda, akafikiria, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, "Lazima nijue ukweli." Badala ya kuita mkutano au kufanya uchunguzi rasmi, Mama Neema alipanga mpango wa siri. Aliamua kwenda kuomba kazi katika kampuni yake mwenyewe bila mtu yeyote kujua yeye ni nani. Alivaa nguo za kawaida sana kama za bibi mzee wa kawaida. Hakutumia gari lake la kifahari. Alikwenda kwa miguu mpaka ofisini. Alipofika mapokezi aliongea kwa sauti ya upole sana, "Nimekuja kuomba kazi ya usafi kama kuna nafasi." Msichana mapokezi alimwangalia kutoka juu mpaka chini, kisha akacheka kidogo. "Hivi bado unaweza kufanya kazi wewe bibi kwa umri huo?" Mama Neema alitabasamu kwa upole na kusema, "Ninaweza kujaribu." Badala ya muda aliitwa na meneja mdogo wa rasilimali watu, HR, kwa sababu kampuni hiyo ilikuwa na uhaba wa wafanyakazi wa usafi. Alipewa kazi mara moja. Hakuna mtu aliyegundua kuwa yule bibi mzee alikuwa ndio mmiliki wa kampuni. Siku ya kwanza kazini, Mama Neema alipewa vifaa vya usafi na kuonyeshwa maeneo ya kusafisha. Lakini mateso yalianza haraka sana. Baadhi ya wafanyakazi walikuwa wakimcheka walipompita akifanya kazi. Wakaanza kuzungumza, "Wameanza kuajiri mabibi sasa." Mmoja alisema huku akicheka. Mwingine alisema, "Usipofagia vizuri tutakuambia urudi nyumbani." Mama Neema alivumilia kimya kimya. Siku zilizofuata hali ilizidi kuwa mbaya sana. Wafanyakazi wengine walikuwa wakimwaga makusudi kahawa sakafuni ili wamlazimishe asafishe tena tu bibi huyu. Wengine walimuita kwa majina ya dharau, lakini Mama Neema hakulalamika. Aliendelea kufanya kazi yake kwa utulivu huku akichunguza kila kitu kilichokuwa kinaendelea ndani ya ofisi yake. Aliwaona wafanyakazi wengi wa usafi wakiteseka. Wengine walikuwa wakifanya kazi nzito sana bila msaada. Siku moja mfanyakazi mmoja alimfokea Mama Neema mbele ya watu, "Bibi, umesafisha vibaya hapa." Ofisi nzima ilicheka, lakini Mama Neema alinyamaza tu. Ndani ya moyo wake alisema, "Sasa nimeanza kuona ukweli." Baada ya wiki kadhaa, alishuhudia mambo mengi sana. Aliandika kila kitu kwenye daftari lake dogo usiku aliporudi nyumbani kwake. Wakati huo CEO wa kampuni alikuwa safarini nje ya nchi kikazi. Siku ambayo CEO alitarajiwa kurudi,
Wafanyakazi wengi walikuwa ofisini mapema mno. Mama Neema pia alikuwepo akifanya usafi kama kawaida. Wafanyakazi wengine walikuwa bado wanamcheka, lakini ghafla magari kadhaa ya kifahari yaliingia kwenye maegesho ya kampuni. CEO alishuka kwenye gari pamoja na viongozi wengine wa kampuni. Dakika chache baadaye alitangaza mkutano wa dharura kwa wafanyakazi wote. Wafanyakazi wote walikusanyika kwenye ukumbi mkubwa wa mikutano. Mama Neema pia alikuja, lakini alikaa nyuma kabisa. CEO alianza kuzungumza maneno haya, na nukuu, "Kuna mambo muhimu sana lazima tuyazungumze leo." Kisha akasema, "Kuna mtu muhimu sana yupo hapa leo." Wafanyakazi walitazamana wakishangaa. CEO akaendelea kusema, "Mmiliki wa kampuni hii yupo hapa leo." Wafanyakazi wakaanza kunong'ona. Wengine hawakuwa wamewahi kumuona mmiliki wa kampuni. Kisha CEO akasema, "Na kwa wiki kadhaa amekuwa akifanya kazi hapa kama mfanyakazi wa usafi." Ukumbi wote ukawa kimya ghafla, na CEO akasema kwa sauti kubwa, "Tafadhali Mama Neema, tafadhali njoo mbele." Wafanyakazi wote waligeuka nyuma walipomuona yule bibi mzee aliyekuwa anafagia kila siku. Wakashangaa sana. Baadhi yao walishika midomo yao kwa mshangao. Mama Neema alitembea taratibu mpaka mbele ya ukumbi. Ukumbi wote ulikuwa kimya kabisa. Mama Neema aliwatazama wafanyakazi wote, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, "Kwa wiki kadhaa nimekuwa nikifanya kazi hapa kama mfanyakazi wa usafi." Kisha akaendelea kusema, "Nimeona mambo mengi sana." Baadhi ya wafanyakazi walianza kutetemeka kwa hofu. Mama Neema akasema tena, "Nimeona dharau, kejeli na unyanyasaji kwa wafanyakazi wa usafi." Ukumbi ulitulia kabisa. Kisha akasema, "Katika kampuni hii hakuna kazi ndogo. Kila mfanyakazi ana heshima sawa." Baadhi ya wafanyakazi waliokuwa wakiwanyanyasa wenzao walianza kuinamisha vichwa vyao kwa aibu. Mama Neema akatoa daftari lake, akasema, "Nimeandika kila kitu nilichokiona." Meneja na CEO walionekana kushangaa kuona mambo hayo. Baada ya hapo uchunguzi ulifanyika rasmi. Baadhi ya wafanyakazi waliokuwa wakinyanyasa wengine walipewa adhabu kali, na wengine walifutwa kabisa kazi. Lakini pia Mama Neema alianzisha sheria mpya kali kuhusu heshima kazini. Wafanyakazi wa usafi walipewa haki zao na mazingira bora ya kazi, na kuanzia siku hiyo kila mtu ndani ya kampuni alijifunza somo muhimu sana. Heshima haipimwi kwa cheo cha kazi. Heshima ni haki ya kila binadamu. Na tangu siku hiyo, Ufanisi Group Limited ilibadilika kabisa na kuwa sehemu yenye haki, utu na heshima kwa kila mfanyakazi. Na wafanyakazi hawakuwahi kusahau siku ambayo bibi wa usafi aligeuka kuwa mmiliki wa kampuni. Hakika inashangaza kweli kweli. Hii ni moja ya simulizi yenye mafunzo makubwa. Tazamaji, andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment, na tukutane tena katika simulizi nyingine. Bye bye.